Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndo kiumbe pekee katika ulimwengu ambaye alikuwa akizungumza mambo kama utayaweka akilini, yana faida ambazo wewe unazijua na faida ambazo wewe hauzijui. Pengine unanufaika nazo faida hizo, lakini hauzijui. Katika kauli yake ambayo ni jumla talabia, na kanuni inasema jumla talabia inapokuja inahitajia jawabu, asema sumu tasihu. Ni speech fupi, lakini maneno yake haya Bwana Mtume misamiati miwili, tufungeni mtapata afya. Misamiati hii miwili kama utakuwa umeizingatia vizuri, ukaishi nayo, wallahi wa billahi wa tallahi, hautopata maradhi maisha yako yote mpaka unaondoka ulimwenguni. Hakuna kitu ambacho kinawaangamiza leo wanadamu kama tumbo. Narudia tena, hakuna kitu ambacho kinamuumiza leo mwanadamu kama nini? Kama tumbo lake. Tumbo la mwanadamu Allah tabaraka wa taala amejalia linabeba vitu vingi sana, lakini tumbo la mwanadamu haliwezi kuvumilia kitu kinachoitwa nini? Ad-dasam, mafuta. Yani mafuta katika mwili wa mwanadamu ni kitu ambacho kinaleta madhara makubwa sana. Kwa hiyo katika vyakula ambavyo sisi tunakula kuna mafuta mengi sana, vyakula ambavyo tunavitumia sasa hivi. Mtu akinusurika katika ngano, mafuta yatamchukua katika wali. Akinusurika katika wali, mafuta yatamchukua katika maandazi. Yani unakuta mtu asubuhi kala vyakula vya mafuta, mchana kala vyakula vya mafuta, jioni kala vyakula vya mafuta, piga mwezi mzima anakula mafuta tu, alafu hakuna kitu ambacho kinakwenda kumeng'enya yale mafuta, hawezi akawa salama. Bwana Mtume baada ya kuliona hilo akaona aseme, fungeni mtatengeneza afya. Pale unapokaa na njaa, mwili unatengeneza kitu kinachoitwa kuyaisha mafuta. Chipsi anazokula mwanadamu za shilingi 1500 ukizichukua ukazikamua vizuri, unatoa kikombe kimoja kidogo cha mafuta ya kula. Wewe chunguza tu, yani chukua chipsi zile za mkujelo, ukimenya vile viazi vikakakaka, alafu vitie katika kalai, lazima unatakiwa utie mafuta kikombe kimoja kidogo. Yale mafuta kikombe kimoja kidogo yote yanaingia katika tumbo lako. Hiyo afya unaipata wapi? Alafu mwingine ndio utakuta kama hawa wanawake, ndio utakuta ndani ya mwezi mzima yana kula chips. Ndugu yangu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kulijua hilo akatutengenezea mfumo funga, akasema fungeni mtapata afya. Hii fungeni mtapata afya, ndugu zangu, si katika mwezi wa Ramadhani tu. Inatakiwa mwanadamu mpaka zile funga za sunna anatakiwa awe anafanya mmeng'enyo wa mafuta kwa lengo la kulitengeneza tumbo. Siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale watu ambao wanampenda Bwana Mtume na wanapenda maendeleo yake, alitokea mfalme mmoja akampelekea Bwana Mtume Muhammad. Bwana Mtume Muhammad alikuwa amempelekea mtumishi pamoja na daktari kwa lengo yule mtumishi akamtumikie Bwana Mtume Muhammad, alafu na yule daktari akafanya masala ya tiba pale kwa Mtume. Wamekwenda wale mwezi wa kwanza, yule mtumishi hafanyi kazi, wanafanya masahaba tu, na yule daktari hana kazi kwa sababu Mtume haumwi, wale masahaba hawaumwi. Sasa kinachowafanya wasiumwe nini? Mtume alikuwa anatumia mfumo wa kupiga chuku, hapati magonjwa. Lakini Mtume alikuwa hapati magonjwa kwa sababu gani? Alikuwa anazingatia sana katika chakula. Wanadamu leo tunakula sana vyakula vya wanga kuliko matunda, wakati mwanadamu wa kwanza alipoambiwa kula, hakuambiwa kula ugali, hakuambiwa kula mchele, hakuambiwa. Mwanadamu wa kwanza anaambiwa kula ni matunda.
Adam anaambiwa kula miti yote hii ya matunda, lakini mti huu tu usiukaribie. Matunda ndio kitu bora kwa mwanadamu na ndio kinakwenda kutengeneza afya. Sasa Bwana Mtume, wale watu wamekuja mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, wakapeleka mawasiliano kwa mfalme. Mfalme, umetuambia twende kwa Mtume tukafanye tiba, lakini mtu wenyewe mbona haumwi, ana afya nzuri. Hebu muulize kama hakuna kazi, si tunataka turudi bwana, ujuzi wetu hauna mifano, kwa hiyo tunaona tutapoteza ujuzi wetu, tunataka turudi bwana. Anafanya mawasiliano mfalme na Bwana Mtume Muhammad, anaulizwa bwana, vipi mimi nimekuletea hao watu wame specialist katika masala ya tiba, wakutibie, lakini wanakuja wanakaa